Kivuli kilichonipenda sehemu ya 5. Karibu si watizi. Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri ya Kivuli kilichonipenda. Sasa tuendelee tulipoishia. Na hapo nikajua hii haikuwa mwisho. Ilikuwa mwanzo wa pambano ambalo mmoja wetu asingesalimika. Usiku wa leo, chagua ni nani ataangalia kioo. Maneno yale yaliendelea kunigonga kichwani kama nyundo. Simu ilizimika mkononi mwangu, lakini simu ilikuwa ya baridi sana, baridi ambayo ilibaki kwangu, kana kwamba ujumbe ule ulikuwa umeandikwa ndani ya damu yangu. Nilisimama nikiwa kimya katikati ya mtaa, kivuli changu kikiwa kimeinama kwa namna ambavyo sikuizoea. Kilicheka bila sauti, kicheko kilichojaa uhakika, kama mtu anayejua siri ya mwisho wa mchezo. Nilirudi nyumbani hali ya kuwa miguu yangu mizito, nikaingia ndani. Nilipofunga mlango nyuma yangu, nilihisi nyumba ikivuta pumzi ndefu, kama kiumbe hai kilichokuwa kinisubiri. Kila kitu kilionekana cha kawaida: meza, kiti, dirisha, isipokuwa kioo. Kioo cha sebuleni kilikuwa kimegeuzwa ukutani, kana kwamba mtu alikuwa amekataa kukitazama. Nilipokisogelea, sauti ile tulivu ikarudi ndani yangu: usifanye haraka, chaguo hilo lina uzito. Nikauliza kwa sauti ndogo, nikihofia majibu: ni nani anapaswa kuangalia? Kivuli changu kikanyanyua kichwa, macho yake ambayo sikuyaona nikayahisi. Kivuli kikasema, yule anayeangalia ndiye anayekubali, na anayekubali huchukua nafasi. Nikakumbuka Zahra, onyo lake na machozi yake yasiyoanguka pale aliposema, bado una nafasi moja. Nikajiuliza, lakini nafasi ya nini? Ya kuishi au ya kubaki mimi? Usiku ulipozidi kuingia, nilihisi uwepo mwingine ndani ya nyumba. Sio kivuli changu. Ilikuwa kama pumzi ya mtu aliyesimama nyuma ya mlango wa chumba changu, mtu anayejua jina langu la kwanza, la kati na mwisho. Nilipofungua mlango, nikamuona Zahra ameketi sakafuni, uso wake umechoka kama mtu aliyekuwa amesafiri mbali sana. Nikasema kwa mshangao, umerudi? Sauti nyingine ikasema kutoka nyuma yangu, hakurudi bali ameletwa. Hapo nikageuka. Nikaona kivuli changu kilikuwa kimesimama kikiwa kirefu kuliko kawaida, kikiwa na umbo lililojaa giza. Zahra akanyanyua macho yake, akaangalia moja kwa moja kwenye kioo. Kisha Zahra akasema kwa sauti taratibu, kioo hakionyeshi uso, lakini kinauliza swali. Nikauliza, swali gani? Zahra akajibu, kinauliza kwamba ni nani unayemruhusu aishi kwa macho yako? Taa zikapepesa, sekundi zikawa nzito. Zahra akasimama, akakigeuza kioo polepole hadi kikatuangalia. Ndani yake nikaona tukiwa watatu, lakini taswira zilikuwa zinachelewa kama mawimbi. Uso wangu ukatabasamu kabla sijatabasamu. Macho ya Zahra yakawa giza tupu, na kivuli kilikuwa nyuma yangu, lakini ndani ya kioo kivuli kilikuwa mbele yangu. Zahra akasema, chagua, ama wewe uangalie ama kioo kikuangalie. Nilielewa ghafla. Kama ningeangalia kioo, ningekubali kuona ukweli na huenda nikabaki. Kama ningekiruhusu kioo kuniangalia, kivuli kingechukua macho yangu na maisha yangu ya mchana. Kivuli kikanyoosha mkono wangu, kikajaribu kunifanya niangalie. Zahra akanishika mkono mwingine, dhaifu lakini wa kweli. Nyumba ikatetemeka, kana kwamba ilisimama upande wa yule angechaguliwa. Nilivuta pumzi ndefu, nikafumba macho, nikasema kwa sauti niliyoikumbuka toka utotoni, nikatamka jina langu kamili. Nilipofumbua macho, niliangalia kioo kwa makusudi. Nikasikia kilio ndani ya kioo, kilio kilichosababisha taswira kuvunjika vipande vipande. Kivuli kikapiga kelele kwa sauti yangu, huku kirudi nyuma kana kwamba kinamezwa na kitu kisichoonekana. Zahra akaanguka sakafuni huku akipumua taratibu.
Kulikuwa na ukimya mzito wakati ule. Asubuhi ilipoingia, kioo kilikuwa tupu, hakikuonyesha chochote. Kivuli changu kilirudi chini ya miguu yangu, kikiwa kimya na kikiwa kimekufa. Zahra alinitazama kwa macho yenye shukrani na huzuni pamoja. Kisha akasema, hii ilikuwa raundi ya kwanza tu, kivuli hakifi, bali kinakuwa na subira. Nikaamua kutoka nje. Nilipotoka nje, jirani mzee alinipita bila kusema. Alinitazama kwa jicho moja, akatabasamu kwa uchovu. Kisha akasema, leo umeamka, lakini kumbuka, kuna vioo vingi duniani. Niliporudi ndani, simu yangu ikatetemeka tena. Ujumbe mpya ukaingia. Ujumbe ulisema, ulichagua vizuri, lakini mchezo umeanza rasmi. Nikaangalia kivuli changu, hakikucheka, kilinisubiri. Na hapo nikajua, sehemu ngumu haikuwa kuchagua, ilikuwa kuendelea kuishi huku ukijua unatazamwa na watu wengi zaidi. Ni mwisho wa sehemu ya 5. Tukutane sehemu inayofuata. Usikose simulizi hizi kali. Hakikisha unanifuatilia hapa YouTube Siwa TZ, TikTok Siwa TZ, Facebook Bakari Omari Mchako, WhatsApp 0625 555 042. Follow kwa simulizi kali zaidi.